Oh yes, karibu tena kwenye channel ya Kuku Farm, channel nzuri kabisa ambayo inakusaidia wewe mfugaji kuweza kujifunza vizuri kabisa kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji wa kuku. Lakini pia hii channel inakupa fursa kwa wewe ambaye una mpango wa kuanza biashara ya ufugaji wa kuku au tayari umeshaanza biashara yako ya ufugaji kuweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo itakusaidia wewe kuweza kufahamu jinsi gani utaweza kufanya biashara yako ya ufugaji wa kuku, lakini pia jinsi gani utaweza kudhibiti changamoto ambazo huenda zinatokea kwenye ufugaji wako ili kusudi uweze kupata matokeo mazuri kabisa kuhusiana na ufugaji ambao unafanya. Jina langu naitwa Lembo Kija, mfugaji ambaye napenda sana biashara ya ufugaji wa kuku. Lakini pia kupitia hii video ningependa ni share na wewe changamoto kubwa zaidi ambayo imekuwa ikiwakumba wafugaji wengi, na inawezekana hata wewe kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku kuna changamoto ambayo inakukumba. Kupitia hii video ningependa nikupe mwongozo wa jinsi gani unaweza ukachagua vifaranga ambao utakuwa ni bora kwako, lakini pia jinsi gani utaweza kubaini vifaranga ambao wana changamoto na waepuke, ili kusudi uweze kufanya ufugaji wako ukuletee matokeo mazuri zaidi na uweze kufanya vizuri kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Twende pamoja. Ndugu mfugaji, kwenye biashara ya ufugaji wa kuku, kama wewe una mpango wa kufanya biashara effectively kwenye eneo lako, ni lazima ujue source ya vitu ambavyo unavifanya, na mojawapo ya eneo ambayo unapaswa uwe makini zaidi ni pamoja na kujua source ya vifaranga ambavyo unavichukua kuja kuvilea na mwisho wa siku upate kuku wakubwa. Kuna watu wengi sana ambao wamelizwa au wamepata changamoto kutokana na hii shida ya kupokea vifaranga, na mojawapo ya eneo muhimu sana ambalo wewe mfugaji unatakiwa uifahamu ni hao vifaranga wametoka kwenye kampuni gani, ili kusudi kusaidia kujua endapo utakuwa na changamoto utaweza kuitatua. Kuna watu ambao nimekuwa nikiwasiliana nao na wengi wana changamoto zinazofanana. Changamoto ya kwanza, wengi wamekuwa wakilalamika vifaranga ambavyo wanachukua vinakuwa ni vifaranga ambavyo havikui. Changamoto ya pili ni vifaranga ambavyo vinakuwa na changamoto kubwa sana ya uwepo wa magonjwa, vinaathiriwa na magonjwa kwa sana. Lakini changamoto ya tatu ni kwamba vifaranga ambavyo wafugaji wanachukua ni vile vifaranga ambavyo vinakula sana lakini ukuaji unakuwa chini. Hizo ni changamoto kadhaa ambazo zimekuwa zikitokea mara nyingi kwa wafugaji ambao wananunua vifaranga kutoka maeneo mbalimbali. Wewe kama mfugaji ambaye huenda hujapata hii changamoto ya kutokana na vifaranga, kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea sasa kwenye masuala ya biashara ya vifaranga. Inawezekana wewe haujapata hii changamoto, lakini kupitia hii video itakusaidia sana kujua, je, vifaranga ambavyo nitavichukua kwenye eneo langu la ufugaji wa kuku ni vifaranga ambavyo vinatakiwa, na kama vitakiwi ufanye njia za namna gani. Kuna vifaranga ambao kwa sasa hivi wapo sokoni, na hao vifaranga wanafanana kabisa na kuku aina ya broiler, lakini wahusika ukiwauliza wanasema kwamba hivi ni vifaranga vya chotara, aina ya chotara, lakini ukiangalia ni vifaranga ambavyo vina rangi nyeupe. Lakini cha kushangaza ni kwamba, je, chotara wote wana rangi nyeupe? Utakuja kugundua kwamba hivyo sio vifaranga aina ya chotara, na wengi hivi vifaranga wanaviita ni vifaranga vya Mama Samia. Na wewe mfugaji, kama ushawahi kusikia vifaranga ambao wanasema kwamba vifaranga vya Mama Samia, lazima uwe makini. Kwanza, hivyo vifaranga vina bei ya chini kuliko vifaranga vingine vyote, lakini pia unaweza ukapewa na mtu bure kabisa bila kutoza hela aina yoyote. Lazima uwe makini sana. Kutokana na hiyo changamoto na kutokana na kwamba ni watu wengi sana ambao wamelia kutokana na hiyo changamoto, kuna mbinu ambazo wewe kama mfugaji lazima uzitumie ukiwa unajiandaa kupokea vifaranga kutoka aidha kwenye kampuni au kwa mzalishaji binafsi. Kitu cha kwanza cha kuzingatia, lazima ujue yule ambaye anakuletea vifaranga, vile vifaranga vinatoka kwenye kampuni au vinatoka kwa mzalishaji binafsi. Hilo ni jambo la kwanza. Ukijihakikishia kwamba hivyo vifaranga ambavyo unavipokea wewe mfugaji vinatoka kwenye kampuni moja kwa moja, itakusaidia sana kuweza kulifuatilia hilo kampuni ili kusudi uweze kujua changamoto ambayo imetokea. Lakini kama ni kwa mtu binafsi, lazima ujue huyo mtu binafsi huwa anazalisha vifaranga vya aina gani na vinakuwa na rangi gani, lakini pia kuaji wake unaenda kwa namna gani, ili kusudi uepuke kuchukua vifaranga ambavyo ni fake na mwisho wa siku unaishia kupata hasara kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Ni jambo la pili la kuzingatia, lazima uwe na taarifa sahihi kulingana na aina ya vifaranga ambavyo unavihitaji. Wafugaji wengi hasa wa Tanzania kwa ujumla huwa tunapenda sana vitu ambavyo vipo karibu na bure. Wewe kama mfugaji lazima uwe makini kupata taarifa ya vifaranga ambavyo vinatakiwa na vyenye ubora, ili kusudi usipate hizo changamoto za kuku kutokukua. Mara nyingi in short ni kwamba vifaranga vyote ambavyo huwa vinauzwa Tanzania, ingalishi ni broiler, layers au kuku chotara, vinakuwa ni vifaranga ambavyo kwanza vinakuwa kwenye package yake maalum, kwenye box maalum, lakini pia vinakuwa na bei elekezi ambayo inajulikana kwa watu wengi. Lakini pia hata utotoleshaji wake unakuwa umezingatia baadhi ya vitu mbalimbali kuhakikisha kwamba yule vifaranga anakuwa na afya bora kabisa. Jambo la tatu, hakikisha yule ambaye anakuletea vifaranga ni wakala au ni kampuni moja kwa moja. Hilo ni swala muhimu sana.
Kama unataka uhakikishe kwamba unafanya ufugaji wako ukuletee matokeo, hakikisha unapata vifaranga kutoka kwenye kampuni ambalo kwanza linajulikana na linaaminika kwamba linazalisha kuku wa aina gani. Na kama unataka kufanya ufugaji wako makini, hakikisha unayafuata mambo au vitu ambavyo nimekuelezea hapo, ili kusudi uhakikishe unafuga kuku ambao wana mwendelezo mzuri, lakini pia unafuga kuku ambao watakuletea matokeo mazuri kabisa. Kama wewe unataka kupata hasara kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, basi penda vitu vya chini au penda kununua vitu kwenye ufugaji wako ambao vina bei ya chini. Lakini kama unataka matokeo ambayo ni ya uhakika kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, hakikisha unanunua vitu ambavyo vina bei ambayo inajulikana kwa watu wote, ili kusudi ufanye vizuri kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Ili na wewe ukae na hiyo changamoto, hakikisha unafuata hizo mbinu ambazo nimekueleza. Asante sana, tukutane katika video nyingine.